Habari. Vita Kagera, simulizi ya vita kati ya Tanzania na Uganda. Habari zenu YouTubers. Leo tunarudi nyuma hadi mwaka 1978. Tunazungumzia vita ya Kagera. Vita iliyopiganwa kati ya Tanzania na Uganda wakati Uganda ilikuwa chini ya utawala wa Idi Amin na Tanzania chini ya uongozi wa Julius Nyerere. Hii haikuwa vita ya kutafuta ardhi au mali. Ilianza kama vita ya kulinda mipaka ya Tanzania. Baadaye ikageuka kuwa vita ya kumwondoa kiongozi ambaye utawala wake ulikuwa umeleta hofu na umwagaji damu mkubwa nchini Uganda. Mwanzo wa mgogoro. Ili kuelewa vita hii, lazima tuanze na hali ya Uganda kabla ya mwaka 78. Mwaka 1971, Idi Amin alichukua madaraka ya Uganda kwa mapinduzi ya kijeshi, akimwondoa Rais Milton Obote. Mwanzoni baadhi ya watu walimuunga mkono, lakini utawala wake uligeuka kuwa wa mabavu. Maelfu ya watu waliuawa au kutoweka. Wanalishe, asone, viongozi wa dini na hata raia wa kawaida alikamatwa na kuuawa. Pia aliwafukuza wafanyabiashara wengi wenye asili ya Asia, jambo lililodhoofisha uchumi wa Uganda. Wakati huu, Rais Nyerere alimpa hifadhi Milton Obote na wakimbizi wengine wa kisiasa kutoka Uganda. Jambo hili lilizidisha uhusiano mbaya kati ya Dar es Salaam na Kampala. Idi Amin alianza kuituhumu Tanzania kwa kupanga njama za kumwondoa madarakani. Katika hotuba zake, alitoa vitisho mara kwa mara dhidi ya Tanzania. Uvamizi wa Kagera mnamo mwezi wa Oktoba mwaka 78. Hali ilibadilika ghafla. Majeshi ya Uganda yalivuka mpaka na kuingia katika eneo la Kagera. Upande wa Tanzania, eneo hilo lilikuwa linajulikana kama Kagera Salien, eneo la vijiji vya wakulima karibu na mto Kagera. Askari wa Uganda walishambulia vijiji, kuchoma nyumba, kupora mifugo na kuua raia. Maelfu ya wananchi walikimbia makazi yao na kuelekea kusini kutafuta usalama. Mwisho wa mwezi huu, Idi Amin alitangaza kwamba ameunganisha eneo la Kagera na Uganda, akidai kwamba mto Kagera ndiyo mpaka halisi kati ya nchi hizo mbili. Wa Tanzania, huu ulikuwa uvamizi wa wazi wa ardhi yake. Uamuzi wa Tanzania, Rais Nyerere hakuwahi kutaka vita. Kwa miaka mingi alikuwa akisisitiza diplomasia na umoja wa Afrika. Lakini safari hii, ardhi ya nchi yake ilikuwa imevamiwa na raia wake kuuawa. Mwanzoni mwa mwezi Novemba mwaka 78, alitangaza kwamba Tanzania italinda mipaka yake na kuwafukuza wavamizi. Jeshi la wananchi wa Tanzania lilianza kuhamasishwa kwa haraka. Lengo la kwanza lilikuwa moja tu: kuikomboa Kagera. Mapambano ya kurejesha Kagera, jeshi la Tanzania lilipanga mashambulizi kwa utaratibu. Baada ya mapigano makali, majeshi ya Uganda yaliondolewa katika eneo la Kagera kufikia mwezi Disemba mwaka 78. Nyumba nyingi zilikuwa zimeharibiwa. Madaraja yalikuwa yamebomolewa. Mabomu yalikuwa yameachwa ardhini. Eneo hilo lilikuwa limeathirika vibaya. Lakini baada ya Kagera kurejeshwa, swali kubwa lilibaki. Vita iishia hapo? Kuvuka mpaka, Rais Nyerere aliamua kwamba ili kuhakikisha usalama wa kudumu, lazima chanzo cha tishio kiondolewe. Maana yake ilikuwa kuvuka mpaka na kupambana na jeshi la Idi Amin ndani ya Uganda. Mwanzoni mwa mwaka 1979, jeshi la Tanzania kwa kushirikiana na wapinzani wa Idi Amin kutoka Uganda waliunda muungano wa kupambana na utawala wake. Mapigano makubwa yalitokea katika maeneo kama Mutukula na Lukaya. Katika vita ya Lukaya, majeshi ya Idi Amin yalipata msaada kutoka Libya. Lakini jeshi la Tanzania liliweza kusimama imara na kushinda mapambano hayo. Kuelekea Kampala kadiri miezi ilivyopita,
Majeshi ya Tanzania na washirika wao waliendelea kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Uganda. Waliteka eneo la Entebbe, ikiwemo uwanja wa ndege, jambo lililokatiza njia muhimu za usafiri na msaada kwa Idi Amin. Mnamo mwezi Aprili mwaka 79, majeshi ya muungano yaliingia Kampala. Idi Amin alikimbia nchi, kwanza kuelekea Libya na baadaye kuishi uhamishoni hadi alipofariki miaka mingi baadaye. Utawala wake ulianguka rasmi. Gharama ya vita hii ilikuwa na gharama kubwa. Askari wengi wa Tanzania walipoteza maisha. Raia wa Kagera waliuawa au kupoteza mali zao. Uchumi wa Tanzania ulipata mzigo mkubwa kwa sababu ya gharama za kijeshi na uendeshaji wa vita nje ya mipaka yake. Hata hivyo, kwa upande mwingine, vita hii iliondoa utawala wa mabavu uliokuwa umeleta maumivu makubwa kwa watu wa Uganda. Tanzania haikubaki Uganda kama mkoloni. Baada ya kusaidia kurejesha utulivu, majeshi yake yalirudi nyumbani. Maana ya vita ya Kagera. Vita ya Kagera inachukuliwa kuwa moja ya matukio muhimu katika historia ya Afrika Mashariki. Ilionyesha kwamba nchi inaweza kujilinda dhidi ya uvamizi. Pia ilionyesha kwamba wakati mwingine diplomasia inaposhindwa, ulinzi wa taifa unakuwa lazima. Rais Nyerere alisisitiza kwamba vita hiyo haikuwa ya upanuzi wa mipaka, bali ya ulinzi na haki. Mpaka leo, tukio hilo linakumbukwa kama mfano wa uamuzi mgumu wa kisiasa uliobadilisha mwelekeo wa eneo zima la Maziwa Makuu. Hitimisho. Vita ilianza kwa uvamizi wa Kagera mwezi Oktoba mwaka 78. Ikaendelea kwa miezi kadhaa. Ikaishia kwa kuanguka kwa utawala wa Idi Amin mwaka 79. Ni hadithi ya migogoro ya kikanda, uamuzi wa kisiasa na athari za uongozi. Ni somo la historia linalokumbusha umuhimu wa kulinda mipaka, kuheshimu sheria za kimataifa na kutanguliza amani pale inapowezekana. Tukio lililoacha alama isiyofutika katika historia ya Tanzania na Uganda. Subscribe kupata update.